Bwana Yesu asifiwe. Mwana Lazareti, kokote ulipo, nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha katika jumuiya ya Nazareti. Hapo ulipo, chukua kitabu chako cha tumwabudu Mungu, Biblia yako na notebook, tunapokwenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo. Tufumbe macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nina kila sababu za kusema asante. Tupa neema tena nyingine ya kuiona siku ya leo. Naomba Bwana ukaanze nasi, maliza nasi, katika jina la Baba na la Mwana Mtakatifu. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana unifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitanena sifa zako. Bwana unikumbushe kwa neema yako, unijilie kwa wokovu wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na iwe sasa na siku zote, na hata milele na milele. Amen. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanye shangwe mwamba wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanye shangwe kwa zaburi. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ninaomba tuketi. Nakaribisha wimbo namba 273, namba 273, kumtegemea Mwokozi. Namba 273 tutaimba beti moja. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Baba, katika jina la Yesu, hakika Bwana tunakuamini, ndio maana siku ya leo tumekuja tena mbele zako ili tukasikie na kusema nasi kwa lugha nyepesi kupitia Roho Mtakatifu. Tunaomba Bwana, maana neno lako linasema kila neno lenye pumzi yako linafaa kwa mafundisho. Tupo tayari Bwana kuseme nasi, na neno lako likafanyike uponyaji ndani ya mioyo yetu, katika jina la Baba na la Mwana wa Mtakatifu. Amen. Siku ya leo kichwa cha somo kinasema tumtazame Bwana aliye uzima wetu. Tumtazame Bwana aliye uzima wetu. Unatoka kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 23 mpaka 32. Mathayo 14 mstari wa 22 mpaka 32. Mathayo 14 mstari wa 22 mpaka 32. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari,
kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli? Haleluya. Haleluya, haleluya. Wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu, lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, mwana Mungu. Tunaona habari ya Bwana Yesu baada ya kumaliza mkutano aliwaruhusu wanafunzi wake kwenda ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Aliwalazimisha. Wanafunzi wa Yesu ni wanafunzi, unaposikia wanafunzi ni walikuwa wanajifunza kupitia Bwana Yesu. Kama sisi leo tunapojifunza habari za Yesu, nasi ni wanafunzi katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kwenye maandiko, neno la Mungu nasema naye mwili akafanyika, neno akafanyika kuwa mwili. Unapoona kabisa yale mabadiliko ya neno kufanyika kuwa mwili, ambaye ndo alikuja kufanyika kuwa Yesu Kristo, na ndo tunajifunza habari hizi mpaka siku ya leo. Ina maana dhahiri kabisa sisi pia ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwalazimisha. Kuna kipindi ambacho katika maisha yetu tunakuwa na kulazimishwa juu ya kufanya jambo fulani. Yaani haijalishi unataka usitaki, lazima utafanya. Kuna mambo mengine unaweza ukafikiri labda umelazimishwa na mtu, labda umelazimishwa na nguvu zingine za wachawi, lakini kumbe muda mwingine, ikiwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, kuna muda lazima utalazimishwa. Utalazimishwa uende sehemu ambapo utajikwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku zote Yesu Kristo mwana wa Mungu huwa hakosei. Mungu wetu hakosei. Kuna nyimbo moja wasemaga Mungu yupo sawa muda wote. Anaporuhusu jambo anakuwa na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana nyingine, yamkini aliwalazimisha waende ili apate kuonyesha juu ya uweza na ukuu ambao alikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda mwingine Mungu anaweza akakulazimisha upite katika jaribu fulani, na lengo lake sio kwamba uaibike, bali lengo lake akujulisha kwamba yupo pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wanafunzi wa Yesu katika jumuiya ya Sayuni, katika jumuiya ya Nazareti. Haleluya, haleluya. Ninapenda kukusii. Ninapenda kukusii mpendwa katika Kristo. Muda mwingine utalazimishwa upite kwenye majaribu ili Yesu ajizilishe kwamba yupo nawe. La sivyo, asipokuruhusu upite kwenye majaribu, watu hawezi kujua kama Yesu yupo pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwalimu mmoja, ni kanisa la kwanza, alikuwa na changamoto fulani hivi. Aliota ndoto anakula vyakula. Wakati anaelezea,
tukasema ngoja tufanye maombi. Baada ya kufanya maombi akapiga ukunga mkubwa sana na alitapika. Baada ya hapo alisema kumbe Mungu yupo. Kwa mantiki hiyo, kutokana na Zewea alivyosema, na maana hapo awali alikuwa amini kama Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu alimruhusu apitie kwenye hiyo changamoto ili kuzilika kwamba Mungu yupo na anampenda na anataka kumuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema ni Mungu wa wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaona wanafunzi waliruhusiwa na wakaenda ng'ambo, lakini kule kwenda kwao Yesu kipindi alivyoruhusu, alivyoaga makutano, yeye alienda faraga. Maandiko yanasema alienda faraga. Faraga ni sehemu pasiri alienda Bwana Yesu. Alipoenda kule alianza kufanya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza nini kwa Yesu? Tuwe tuna tabia ya kuwa na muda private wa kutafuta uso wa Mungu, kujenga mahusiano yako na Mungu, kuongea na Mungu. Ni muhimu sana kuwa na muda private. Wengine huwa wana tabia yani kufanya maombi mpaka kutane na kundi la watu wengi ndio wafanye maombi, lakini sio hivyo. Inapaswa uwe na muda wako private wa kufanya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafuta uso wa Mungu. Imagine kama Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anatenga muda wake wa kwenda kuomba. Sembuse mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya pale tunaona kilichotokea. Kipindi chombo kimeenda kikafika katikati ya bahari, kukatokea upepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha sisi ni wasafiri wapendwa. Na ng'ambo yetu ni kufika katika upande wa pili, katika mji wa athari na maziwa, kuulisi uzima wa milele. Ile ni ng'ambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni ng'ambo ya pili, na vyombo vyetu ni vile ambavyo vinatufanya kufika kutoka hatua moja kwenda nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hujanielewa. Ndoa inaweza kuwa ni chombo chako kutoa sehemu moja kwenda nyingine. Kuna watu wamefika Dar es Salaam ni kwa sababu wameolewa. Huduma inaweza kuwa ni chombo kwako wewe kukutoa sehemu moja kwenda nyingine. Kuna watu kupitia huduma imewafanya kwenda mikoa mbalimbali, kufahamiana na watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Elimu inawezekana kuwa ni chombo kwako. Kutokana na elimu yako imekufanya utoke sehemu moja ufike sehemu nyingine na ujenge mahusiano na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kazi inawezekana kuwa ni chombo chako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Haleluya, haleluya. Ndio maana baada ya kupata kazi ukatoka, watu wamepata kazi, wameisha, wameenda mikoani, wamehamia sehemu pengine. Lakini hapa tunapojifunza pointi kubwa ni ipi? Katika vyombo hivyo ambavyo tupo kuna dhoruba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dhoruba. Kuna watu ndoa zao zina dhoruba, wanahangaika katika hizo dhoruba. Kuna watu kazi zao kuna dhoruba. Kuna watu kwenye biashara zao kuna dhoruba. Na kupitia hizo biashara yamkini mwanzoni ziliwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini sasa hivi wamepata dhoruba. Bwana Yesu asifiwe sana. Zimepigwa na upepo. Walipopika katikati tu hiyo safari ya mafanikio yao, wamekutana na dhoruba. Na siku ya leo ninakwambia kama Yesu alivyofanya mahali hapa kwa wanafunzi wake, ikiwa mimi na wewe ni mwanafunzi wa Kristo, hata leo pia Yesu anafanya. Haleluya. Ninakumbuka hili somo nilihubiri sehemu moja, na ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kabisa kuhubiri, Jumapili, baada ya mchungaji Leiter kuniomba kwa muda mrefu sana. Sasa hivi yupo Ujerumani. Nilivyosimama ile siku ya kwanza, nguvu za Mungu zilionekana sana. Watu wengi walifunguliwa. Tukaingia na fellowship pia. Mungu alionekana sana. Mungu alijitukuza. Kwa hiyo nina imani hata siku ya leo hii kuna watu kupitia hivyo vyombo vyao vinavyowasafirisha kutoka hatua moja kwenda nyingine,
Mungu anakwenda kuonekania siku ya leo. Haleluya. Kama unaamini sema amina. Haleluya, haleluya. Kipindi hapo kwenye hicho chombo zoruba ikapiga. Ilipopiga Yesu akaona ile changamoto. Ninakwambia siku ya leo mpendwa, unapopitia kwenye changamoto, ikiwa wewe ni sehemu ya mwanafunzi wa Yesu, Yesu anakuona unapopita. Usizania kuoni, anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuona na muda mwingine anaacha ili uweze kujua kwamba yupo pamoja nao. Upitie kwenye changamoto. Haleluya, haleluya. Ile changamoto ilipotokea, Yesu alianza kutembea kufuata kile chombo. Alianza kutembea kufuata kile chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kuonesha kwamba uweza na nguvu vipo kwake. Vyote vimetishwa chini ya miguu yake. Haijalishi kuna mawimbi, haijalishi kuna hali gani, yeye anatembea juu ile hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi walishangaa kwa sababu gani? Kwa sababu fikra zao, imani zao waliziweka katika viwango fulani kutokana na Yesu alivyokuwa akitenda. Waliona akiponya watu, akifufua ambao waliokufa, lakini wakaweka imani yao katika sehemu kadhaa. Hawakujua kwamba yeye ana uwezo katika vitu vyote. Na ndivyo ilivyokuwa katika maisha yetu sasa hivi. Wapendwa wengi na wengi wao ni wanafunzi wa Kristo, wameweka imani kwamba Yesu anaweza kufanya kitu hiki tu katika safari yao. Lakini asubuhi ya leo ninakwambia, Yesu anaweza kuponya ndoa yako. Yesu anaweza kuponya kazi yako. Yesu anaweza kuponya juu ya swala la elimu yako. Yesu ni kila kitu. Ndio maana neno lake asema pasipo yeye hakuna neno lolote. Kuna jambo lote linawezekana. Linaweza kutendeka. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ningekupa ushuhuda mmoja. Kuna mama mmoja alikuwa anapitia changamoto kwenye ndoa yake. Ni mwaka huu imetokea. Ni kwamba mume wake ni dereva wa magari ya mafuta. Kila anaporudi, akirudi kufika pale nyumbani, kwa sababu anakaa muda mfupi, anachukua mafuta anaenda kusafirisha. Wanapotaka kushiriki tendo la ndoa, anakuta mke wake ni mgonjwa. Kila anaporudi anakuta mke wake ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi akanipigia simu, tukafanya mawasiliano. Baada ya muda tukaingia kwenye maombi. Baada ya kuomba, mapepo yakalipuka. Wakasema huyu ni mtu wetu, hatuwezi kumwachilia. Hatuwezi kuachilia, tuna maagano naye. Kumbe hao ndio wamesababisha magonjwa kiasi kwamba washindwa hata kushiriki tendo la ndoa. Imagine, ni ndoa ngapi ambazo zinapitia changamoto kama hizo? Ni ndoa ngapi? Haleluya, haleluya. Ni ndoa ngapi? Ni ndoa ngapi zinapitia changamoto kama hizo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekupa mifano mingi ya ndoa. Kuna mama mwingine alikuwa Moshi, pigia simu, ilikuwa mwaka jana mwishoni. Yaani wametengeneza nyumba, wamekarabati vizuri, wameweka vioo, wamepaka rangi. Ghafla mwanaume ameanza kubadilika. Akaniambia, mtumishi, nina shida. Tumefanya matengenezo vizuri, mume wangu simuelewi. Tukiwa tumekaa faraga, yeye yupo busy na simu. Kwa hali nikaamua kama tuelewani, nikaamua nirudi zangu. Akaniambia ni bora niondoke nyumbani. Na mimi kweli nikachukua maamuzi, nikaenda nyumbani. Nikamwambia, mama usijali. Tukaingia kwenye maombi. Baada ya kuomba, kama Mungu aishivyo, katika safari yao ya ndoa, yule mwanaume alimtafuta na akampigia simu, akamwambia, mke wangu rudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekupa mifano mingi sana ya ndoa, lakini kwa sababu ya muda wetu sio rafiki, tuendelee na somo letu la siku ya leo. Yesu kipindi anatembea katika yale maji, Petro alipoona ile movement, na yeye akahitaji atembee juu ya maji. Yamkini muda mwingine unahitaji utembee katika vile viwango vya hali ya juu. Labda kwenye uchumi wako, labda ndoa yako hiyo katika kiwango fulani ambacho sawa na mapenzi ya Mungu.
Labda katika kazi yako unahitaji upate promotion katika kile kiwango cha hali ya juu, na unaona ni haki yako kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakwambia siku ya leo, kama unamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, unaweza kufika katika vile viwango. Maana neno lake nasema anatupandisha utukufu mpaka utukufu. Petro alivyoona ile hali akajaa bashasha, na yeye anahitaji kutembea, na Yesu akamruhusu, akamwambia njoo. Na siku ya leo, kama aishivyo Mungu, ninakwambia njoo kwa Yesu. Wewe ambao maisha yako haujamkabidhi Yesu, huje kwa Yesu. Wewe ambaye ndoa yako hujakabidhi kwa Yesu, kabidhi kwa Yesu. Kazi yako kabidhi kwa Yesu. Biashara yako kabidhi kwa Yesu. Nenda kwa Yesu, jisubmit kwa Yesu. Utaona sasa viwango vinavyopanda ngazi kwa ngazi kile itwao leo, na utafanyika kuwa baraka. Lakini kitu kilichotokea kwa Petro, alipokuwa anakwenda anamfuata Yesu, kashampa kibali, anaanza kuogopa yale mawimbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote katika maisha tunaoishi, unapoenenda vile sawa na mapenzi ya Mungu, mawimbi lazima yawepo ya kutosha. Kwa sababu shetani hapendi kuona ukikwenda katika viwango vya kumpendeza Mungu. Mawimbi lazima atakupiga. Wakiona ndoa yako imeshamili, unaenda sawa na mapenzi ya Mungu, mawimbi lazima atakupiga. Wakiona kazi yako inaenda vizuri, mawimbi lazima atakupiga. Wakiona kwenye huduma yako unaenda vizuri, mawimbi atakupiga, kwa sababu unakwenda sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa yale mawimbi asikutishe, wewe muangalie Yesu. Kama vile Musa alivyoambiwa na Mungu kuweka yule nyoka wa shaba, na akawaambia wale watu wamwangalie, wana Israeli. Wale ambao washindwa kumwangalia, aliumwa na nyoka akafa. Na siku ya leo ninakwambia, muangalie Yesu pale msalabani. Haijalishi mawimbi yanakupiga kwenye ndoa, haijalishi mawimbi yanakupiga kwenye biashara, haijalishi mawimbi yanakupiga kwenye huduma yako, wewe muangalie Yesu, simama kwenye kusudi lake. Wewe muangalie Yesu, simama kwenye kusudi lake. Usiende kushoto wala kulia, focus kwa Yesu na utaona msaada wake. Petro alichokosea, alipoteza concentration, alipoteza focus kwa Yesu, akaanza kuangalia mawimbi, ghafla akaanza kuzama. Na ndivyo ilivyo siku hizi katika maisha tunaoishi. Ukianza kuangalia mambo mengine ili kupata msaada, ukianza kuangalia maji ili usaidiwe, unaanza kuzama. Ukianza kuangalia chumvi, utaanza kuzama. Ukianza kuangalia mafuta, utaanza kuzama. Ukianza kuangalia jiwe, utaanza kuzama. Focus kwa Yesu. Ukifocus kwa Yesu, utaona msaada wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na Yesu ni mwaminifu. Petro alipokuwa anazama akaomba msaada. Yamkini nawe sasa hivi ulipo unahitaji msaada wa kiafya. Afya yako imeteleleka, ndoa yako imeteleleka, biashara yako imeteleleka, huduma yako imeteleleka, unahitaji kumuita Yesu. Maana ndivyo nasema, niite nami nitaitika, takuonyesha mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Muite Yesu, bado una nafasi ya kumuita Yesu. Alipomuita akamnyoshia mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkono wake si mfupi. Muite Yesu naye atakunyoshia mkono. Atakutoa katika hiyo sehemu ulipozama. Atakutoa ndoa yako ilipozama. Atatoa biashara yako ilipozama. Atatoa huduma yako ilipozama. Atatoa watoto wako walipozama. Atatoa afya yako ilipozama, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Nina shuhuda nyingi sana pendwa. Nina shuhuda nyingi. Sema muda wangu sio rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tunaona baada ya kumtoa pale, wakatembea, wakaingia chomboni, bahari ikawa shwari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neno tunapendaga kutumiaga sana vijana, naambia sasa hivi mambo vipi? Shwari. Lakini kikweli sio wote mambo ni shwari. Wengine wanapitia kwenye magumu. Sasa yamkini na wewe unapitia kwenye magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akikuuliza sasa hivi safi, safi, unaweza ukamshirikisha mwanadamu mambo yako juu ya situation unayopitia na asikusaidie. Ila asubuhi ya leo
ninakushauri mpendwa katika jumuiya ya Nazareth, mshirikishe Bwana katika mambo yako. Naye Bwana atakusaidia. Atafanya mambo yako yawe shwari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 Bwana Nazareth. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu nina kila sababu za kusema asante kwa ajili ya ujumbe wako asubuhi ya leo. Sifa na utukufu ni kwako. Tuwezeshe Bwana katika safari ambayo umetuamini kuenenda katika safari. Tuwezeshe Bwana tukaenende sana mapenzi yako tukikuangalia wewe Bwana, pasipo kutishwa na mawimbi na dhoruba zote katika maisha haya. Katika kazi zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye afya zetu, kwa watoto zetu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Tupiganie Bwana, tunahitaji msaada wako kila itao leo. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Ili tukafikie katika ng'ambo ambao umekusudia. Tukafike mahali ambapo umekusudia. Tukafike kwenye Yeriko yetu Bwana. Tukafike katika mji wa maziwa na asali. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa Nazareti. Tuwezeshe wanafunzi wako tukakae katika kujifunza neno lako kila itao leo pasipo kuchoka. Ili tukaenende sana mapenzi yako. Katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa jumuiya ya Nazareth, nichukue nafasi hii tuendelee kwenye ukurasa 350. Bwana unifanyie miguu yetu njia za kunyoka, neno lako litongoze kokote tutapokwenda. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana usifiwa. Sala ya kimya. Amen. Naomba tufungue kurasa 353. Tutasema hii sala iliyoandikwa kwa maandishi meusi. Na kushukuru ewe Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la mwana wako wa pekee Yesu Kristo, kwa kuwa umenilinda usiku huu na kunizuilia maumivu na hatari zote, na kuomba unilinde hata mchana huu wa leo nisikose njia yako wala kupatwa na maumivu. Unipe kukupendeza na matendo yangu, mwenendo wangu uwe mzuri, kwani mwili wangu na moyo na vyote nilivyo navyo naviweka mkononi mwako. Malaika wako mtakatifu awe pamoja nami, shetani asinishinde. Amen. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa kwa mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe tukosea, usitutie majaribuni bali tukoe na ule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Bwana mwenyezi na mwenye rehema, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu atubariki na kutulinda. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sisi sote. Amen. Wimbo tutaendelea lile fungu kumtegemea Mwokozi, fungu la 4. Na furahi kwa sababu nimekutegemea, Yesu mpendwa na rafiki, uwe nami daima. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana Nazareti, Mungu akubariki sana kwa kushiriki ibada ya siku ya leo. Nichukue nafasi hii kukaribisha kutoa sadaka. Muda wetu mwisho ni saa 6. Namba yetu ni namba 0758
55 80 47, 0758 55 80 47. Jina litatoka Madam Glory, Madam Glory. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mpendwa. Tutakutana tena Jumamosi nyingine siku kama ya leo. Amen.